iko shida kubwa sana kwa mambo ya usalama, ambaye sasa hii vijana wetu ambaye ni NPR ndio wamekuwa kama wakitumika sana. Unakuta kwamba wale ambao wamepewa hiyo mandate kama polisi wanabaki nyuma. Inakuwa sasa ni vijana wetu wa NPR ndio wamepelekwa mbele. Nao watu vile Henry amelala sasa, watoto wake watabaki kwa shida. Hawana mshahara, hawana medical cover, hawana chakula, hawana kila kitu, mpaka hata gari ya polisi hawana. Lakini unakuta kwamba wanajitolea kwa ile hali wanaweza. Na ndio maana tunasema ya kwamba hata kando kwamba pengine tunaweza laumiana kibinadamu, sisi tunaomba nyinyi kama serikali mchukue jukumu yenu ya kiserikali ya kuhakikisha kwamba mnalinda wananchi na mali yao. Kwa sababu hii vijana za NPR hata hao imefika mahali ambao umekuwa na uoga, kila siku wanakufa. Kila siku wanakufa. Kila siku wanakufa. Unafikiri wataendelea kufa hivi mpaka lini? Kwa hivyo nyinyi pia kama serikali muangalie mambo ya remuneration ya hii watu. Muangalie mambo hata ya medical cover. Kwa sababu mara mingi hata wakati ile Murkomen alikuwa amekuja hapa tuliongea naye. Wakati ya jukwaa la mwananchi tuliongea naye kuhakikisha kwamba at least hao watu wanasaidiwa. Kwa sababu hata wale walikufa juzi, wale walifariki mbele ya yeye, wote watoto wao wamebaki kwa shida. Sisi tunakuja vile tulivyo sasa hii, tunaongea hii maneno yote inabaki hapa. Kwa hivyo sisi tungeomba tu serikali ichukue jukumu yake. Bwana OCS, kitu kingine kidogo ambaye inanifanya nione sijui kama serikali siku hizi iko namna gani. Hii vijana juzi waliwa hii kijana ya hapa, hii ya tractor. Kwa nini nafikiria wajulikani? Si wanajulikana? Kuna wale wako Samburu, kuna wale wako hata Lugangila, kuna wale wako ndani ya Waturkana. Nyinyi kama serikali mlipewa mpaka majina. Sasa msipokwamisha mtu kama hiyo, wewe unafikiri kifo itapungua? Haiwezi pungua. Mpaka nyinyi kama serikali mchukue jukumu. Kwa sababu inajua kwamba Henry aliwapatia hata majina ya wale watu walifanya ile uhalifu. Hata ile kijana aliuawa pale LMD, ule wa chumvi. Sisi tunajua kwamba hata kuna watu wetu walihusika. Na pengine kuna jina mahali. Lakini imekuwa ngumu nyinyi kama serikali kuchukua hatua ya kushika wale na kuonyesha kwamba serikali iko na mkono mrefu na inawaadhibu. Sasa tusipoadhibu mkora, si ataona tu kama anafanya kitu ambaye ni ya kawaida. Kwa hivyo nyinyi pia kama serikali chukueni jukumu, muone ya kwamba mmekwamisha hii maneno ambayo yanaendelea. Ikiwa hatutatoa wale ambaye wanatusumbua ndani ya jamii. Na mimi hata siku ile nilisema wakati ya mazishi ya mtoto, mimi nilisema ya kwamba kama mtoto yangu mimi Losu ndio anasumbua watu, mimi nikisikia amewawa, amepigwa risasi, ni furaha yangu, kwa sababu amepumzisha jamii. Kwa hivyo tantoka nenda hata nyinyi sasa hivi msipochukua hatua ya kukwamisha wale wakora ambao wako ndani ya jamii, hatutapumzika hii. Msipochukua hatua ya kushika wale ambao wanatusumbua katika jamii, hatutapumzika hii. Kwa hivyo mimi naomba wazee wetu, mimi naomba vijana yetu, naomba NPR yetu, naomba viongozi wetu, hii mambo ya Henry, hii kifo ya Henry iwe ya mwisho ndani ya hii jamii. Na itafanyika iwe ya mwisho namna gani? Sisi wote lazima tujitolee. Kama unajua kijana yako ndiye anasumbuana, enda mkanye leo. Kwa sababu usipomkanya kuna mahali tutafikisha yeye, kwa sababu lazima tuokoe hii jamii. Ni lazima tuokoe watu wengine. Kama mimi nitakuwa ni mbaya, sawa. Kama Lozo atakuwa mbaya, kama daktari atakuwa mbaya, Samala atakuwa mbaya, kwa sababu kuokoa jamii ni lazima tutaokoa hii jamii mahali imefika. Na ile uhusiano ilikuwa kama kuna uhusiano, pengine mlikuwa mnasikia kuna uhusiano. Sisi tulikuwa tumesema watu wakae kwa pamoja, kwa sababu kama kiongozi huwezi ambia watu wako wakapigane. Wakati tulikuwa tunaambia jamii wa Samburu na jamii wa Turkana waache kupigana, wakae kwa pamoja, tulikuwa tunataka wasitishe ile mauaji ilikuwa inafanyika, acha simchana. Watu walikuwa wanauana acha simchana. Hapa hizo watu walikuwa wanauana. Hatukuwa tunasema watu waendelee kujipanga na kuibia wengine. Sasa kama hiyo ndio imeleta shida, sisi tunasema ya kwamba kutoka mahali wa Turkana wako, mkora yeyote asipite katikati yenu tena. Ringi jana kila tena corona. Mukisikia iko kitu kimefanyika kama ni pande ya Meru, nyinyi ndio mnakuwa kafa number 1 kabla polisi. Muhakikishe ya kwamba mumefunza hii mtu lesson. Kwa sababu saa hii mahali imefika,
amemalizana pengine na wengine, mahali imefika sasa amewarudia. Kwa hivyo tunaona ni lazima sisi tuchukue hatua ya kujichunga. Bwana OCS wa Meru na Isiolo, sisi tumenyanyaswa. Na hii kitu juzi nilisema OCS akiwa wakati nilitembea kwa hii familia, nilisema sisi tumenyanyaswa kama jamii kwa sababu ile bunduki ambayo imeweza kwa surrendered katika Isiolo police station, ile mmepiga naye picha yote ni jamii ya Waturkana. Na sisi hakuna mtu ambaye ni mwizi kwetu. Hata kama kuna watu wanapita kwetu, hakuna watu ambaye ni mwizi. Pengine watu moja ambaye wanatumika. Lakini wale ambao walipeana bunduki wote ni jamii ya Waturkana. Kwa hivyo sisi tunaomba hii bunduki vile mlipeleka, ongezeni bunduki yetu ya KPR. Isiolo waongeze KPR. Meru kutoka area hiyo ya Epiding. Hiyo area ya Epiding, Jackson, mpaka Kiwanja, mpaka hilo Wangela, mpaka Tarakta, hakuna bunduki iko. Na sisi tunasaidia kuzuia ng'ombe ambaye ni ya upande wenu. Kwa hivyo sisi tunaomba hii area yote Isiolo iongeze bunduki na pia Meru iongeze bunduki. Na hata ile bunduki pengine ya mandugu zetu kama Kenaendi iwe replaced immediately. Ndio hii area iwe na usalama.